listen. I was asking, do you know Nuru and Saumu? Samani dadangu, hapo kwa kizungu kidogo. Hauwezi kutumia lugha nyingine au Kiswahili? Okay. Natafuta Nuru. Mbona sasa watafuta watoto hao? Watoto hawana ulezi kabisa uzazi, na kwa kweli hao wasichana sio wazuri hata kidogo. Huwezi sema hivyo ama huwezi judge mtu because you don't know what happened to them, so I just want to help them. Sawa, kama hivyo sawa, mimi nikuonyesha. Sure, no problem. So, have you grown up in this village? Ndio kama nilivyokuambia, mimi kizungu sielewi. Kwa hivyo umezaliwa huko? Mimi ni mkazi wa hapa. Naona kama kunanyesha inageuka kidogo hivi. Ni mazingira yetu wenyewe tupambana nao tushazoea. Lakini uko nzuri, unapenda. Ndio kumepoa sana. Mimi naitwa Kidi, sijui mwanangu yuko nani. Miss Aziza, ama Furahi kukujua. Thank you. Wewe Kidi, unani? Wewe vipi, hizo ndo salamu? Salamu gani? Wewe vipi lakini? Vipi gani? Kukupenda huku kote ndo tafuta mpaka mwenye ajua kuongea Kizungu. Hey, excuse me young lady. What are you saying? Nyamaza hapo. Wewe nisikize kwanza. Hakuna hata siku moja ishaitokea mimi nakupenda. Sawa, mimi sikupendi. Mimi nikufanyie nini jamani Kidi ukupenda huku kote? Unafanya nini sasa ukijiangalia wewe unaanza kutembea na mimi kweli? Unatuondoka. Twende sana na yeye amechanganyikiwa. Achana na sisi. Lakini una nini wewe? Twende, huyo anchanganyikiwa huyo. Yaani Kidi ukupenda huku kote nafikia hadi wanipiga makofi mimi. Sawa. Mimi sasa sijui ile sina haja naye. So, uone nyumba ukitoka hii. Hapo nyuma. Ndio hiyo hapo. Nuru. Mwalimu, mbona mpaka nyumbani? Kuja mtaka kuongelesha kidogo. Na useme haraka. Habari nini mwalimu? Ongea kwa pointi, sema tayari. Calm down. I want to take you to the city. City gani hiyo sasa? Hautaki kuona nyumba nzuri, magari mazuri, chakula nzuri. Unataka tu kuishi kijijini? Imagine unaenda shuleni, break time mnapewa ice cream. Unataka kwenda kijijini? Inga city? Mbona unataka kuishi kijijini? Kijijini. Nimeachoka. So, chukua tuende mjini. Na nyanyako hata leta Pressure mali. So you promise you'll be a good guy. Mimi sitaki uwe muhuni. Unajua nimesikia story nyingi kukuhusu. Una-attack watu kwa streets. Unachukua mihadarati. Hiyo si vizuri. Unataka kuwa mtoto mzuri? Ndio, you promise. Nakuahidi mwalimu. What do you want to become when you grow up? Utaki hata kuendesha ndege ma? Na nini ingine? Kwa daktari. Ni hug vizuri. Hug me like your teacher. Usini hug kama wale wahuni wenzako. Be a good guy. Mwalimu, ngoja nikwambie kitu. Kabla niende tutakwenda kumwaga rafiki yangu Saumu hapo nyumbani. Uko sure hata badilisha mawazo yako wewe kwenda town? Niko sure. Niko sure kinoma. Ujitayarishe, we are leaving early in the morning tomorrow. Sawa mwalimu. Ahidi utaacha tabia za kihuni. Ndio mwalimu. Ujukule town, ukifanya tu kihuni kidogo tu vijela.
Yala tena. Kafanya nini? Si wewe ni muhuni? Nataka ureform. Sema nitareform. Na kizungu pia lazima ujue. Chichi. Kwani lazima? You want to be a doctor, right? So you have to. Na wacha kuniangalia hivyo, mimi si wale majambazi wenzako kule nje mama. Sawa teacher, nishakuelewa. Haya, be a good girl. Haya, kwa heri. Kuja kukuchukua. Haya. Bye. Haya, kwa heri mwalimu. Unisindikize. Twende. Paka hapo tu mbele. Mbona hapo mbele? Mbona usinipeleke mpaka huko pale unapatana na wenzako? Bana teacher, leo siendi huko. Sawa, kwa heri. Kwa heri. Kwa heri. Haya. Kido. Ya? Vipi? Mbona haraka? Kuna nini? Shemegi bwana. Shemegi? Shemegi. Kwanza punguza jazba. Vipi? Kwa salama kwenye watoka? Yaani shemegi yangu kuniambia mimi yanitaka mimi. Shemeji yako? Shemegi yangu huyu mmoja. Na ninambia nikimkataa tunamwambia dadangu. Makubwa. Acha ndamwambia kwa mimi namtaka. Sasa itakuwaje sasa? Sasa utarudi huko tena. Mimi nishachanganyikiwa, sijui hata mfanyeje hapa nilipo. Sawa, basi mimi ninawazo kama utachukulia vibaya. Sababu unaona usalama kwa utakuwa haupo na kijiji chetu kama kwa kwanza tu ingia kwa sio mbaya kama utajisikia hapa kwangu na room ya wageni kama utalala huko mimi ndale huko. Asante. Utakuwa umenisaidia. Maana dada mimi tuenda muangaliaje nikifika nyumbani. Shemeji yako kweli kakutongoza? Shemeji yangu huyu. La sawa, basi haina noma. Wewe karibu hapa jisikie kama uko nyumbani na kila kitu kitakuwa sawa. Sawa? Na karibu. Sawa. Hapa kama unavyoona naishi peke yangu hapa, so muda wote tu kitu chochote utanielezea nitakufanyia. Chochote kile. Lakini siko nyumbani kabisa. Sawa? Na karibu. Naweza kuingia ndani. Kwa hakika shemeji, wewe ni mrembo sana na umetawala sana akili yangu. Siwazi kitu chochote na kwanza wewe tu. Ama kwa hakika nitafanya juu chini ili nikupate shemeji. Siwezi kuachilia hivi hivi. Wewe ndo furaha yangu. Napokuona tu mwili wote msisimuka. Nakupenda sana shemeji. Yoyote atakaingilia mahusiano yetu kati, basi nitamwangamiza. Nitamuondoa kabisa duniani. Nakupenda sana shemeji. Sijui nini hiki jamani. Naweza kuwa afanya nini pale? Na mbona afunga mlango polepole? Ila nsingilie maneno yao, acha afunge mdomo wangu. Mgeni wangu leo at least kale nyama kidogo.
We, kumbe umerauka. Vipi za asubuhi? Nzuri. Kwa mkamka naangalia mazingira yangu hapa. Ndio ile sio ulivyokupendeza yani. Wapi? Nakumbuka marehemu bibi yangu ndo aliniachia ile sio kama ukumbusho. Kwani ulikuwa na bibi? Hapana, nyanyangu. Ulikuwa ni shangazi. Sijali, ndio hivyo. Nilikuwa naangalia mazingira yangu tu hapa kidogo. Wewe nimefikiria kitu, nimekaa sana huku. Yafaa nirudi zangu mjini. Unamaanisha mjini? Unajua tukaenda sote. Mbona ghafla lakini hivyo? Mimi nimeudhika tu na shemeji yangu. Sasa tunaenda kwa muda gani kwa mjini kwanza? Tutaenda tu tutakapojisikia kurudi, tutarudi tutangie dada. Basi sawa. Kwa kuwa umesema siwezi kupinga, acha basi tufanye tujitayarishe alafu twende. Kama utojali. Twende mwanzo tukamwangalie dada. Ulimpika toka jiji. Sawa basi acha mimi nijitayarishe, tukitoka tutoka sote pamoja. Sawa? Sawa. Lakini ghafla. Sawa pia. Yaani sei kati ya pesa na kilimo kipi bora? Mwanangu pesa. Kijana kidogo. Salama mzee wangu. Mimi nashukuru. Kuna sijui kama kuna mzee fulani anamzia mzee wangu na anamzia sijui kama mzee wangu. Kama mfahamu na shida na kidogo alikuwa amenipigia simu nani shughuli fulani alikuwa na yeye nifanyie sasa amenipigia simu sana like. Sasa sielewi kitu gani. Alafu alikuwa anifanyia kama kwenda nini hata sijaelewa. Hebu tuwekane wazi. Kwanza jina lako wewe ni nani? Hata usijali nitakwambia taja wewe na uende visit ni wapi nijue. Kama kwa kweli sana lakini ndio sijali anaenda kupatia soda kupeleka pale. Hakuna soda sana. Sema kweli bana, hiyo nyumba mbona yote hiyo? Yote tena. Kwa nini? Hiyo ina kitu fulani hivi. Yofa. Mbona kusema lakini ngoja nikwambie huko mimi siamini kabisa uchawi. Sawa. Siamini kabisa. Sikiza. Mimi kwa naona umekuja na unaona shamba langu. Nataka kuliuza bana. Sasa nimekuona unauza pesa ngapi? Hauna mambo yenyewe. Lakini mambo kawaida tu si. Angalia. Hata pia unaweza vaa pia. Nakurumia sana. Story ya mzee Gambo. Naelewa mmoja hadi mwisho. Ila kwa sasa mimi naomba nikusaidie. Pale ni nyumbani kwangu. Hivyo basi wacha tufike pale nyumbani kisha tuzungumza zaidi. Hakuna shida. Kuna mingi tunahitaji kujua kuhusu Gambo. Aishi hapo. Nashukuru kwa ushirikiano wako. Kwa sasa tunaweza enda ama kuna lingine uko na kuongezea. Alafu na kuingize hili shamba lako ulikuwa unauza pesa ngapi? Unauza pesa ngapi? Una pesa baba ama? Sasa sikiza. Ngoja basi. Mimi acha nikupeleke akusaidie nipatie hiyo soda. Alafu kesho tuongee kususha. Ukiniuzia sasa hivi nitakosa soda bana. Tuelekee baba. Mpenzi wangu Sasha. Naona leo mpaka viatu tumeweka kando. Hivyo. Saumu, sema leo huwezi tembea sababu mvua mbaraka hii.
gani? Toto huyu. Sasa Saumu mdogo wangu. Unajua leo kwa naangalia lile shamba kabla ile mgeni wangu aje. Ile shamba kwa nafikiria kuhusu kulima ama kuliuza. Liuze. Niliuze. Mbona ni Si kila mtu ana pesa. Wewe Afrika ama alishipi. hata kama sio lakini mbona ni shamba? Wewe nyamaza. Mimi nafikiria tulilime. Wasemaje mdogo wangu tulilime pate mazao. Lima peke yako. Kwani tulilime? Hapo katoto wako. Katoto wako. Saumu. Mtoto wao jidude lako kichwani hapo. Nitoe nini? Saumu, usimwambie na mkuu wako toa. Katoto wako. Wewe kwa si damu yangu ningekufanya. Tupa huko. Na uwezo. Wewe. Yaani mpenzi wangu. Ingekuwa si huruma zako. Akatoto ningeka. Itabidi utajue hivyo. Vile tu mama alinihusia wewe. Saumu wewe. Endelea, una kelele wewe nini? Yaani mimi nina kelele. Si uendelee, chini ongea. Mpenzi wangu. Hapa kuna mtoto nitakushikamana. Hivi huyu mgeni wangu mpaka sasa hajarudi yuko wapi? Namwombea Mungu aje mpaka sasa hivi. Saumu. Nasikia njaa kakako. Sasa nikusaidie. Wewe mtoto wa hukoi. Sasa mimi nikusaidieje? Jibu tu taratibu kwa upole. Naongea naye. Kwani wewe Saumu wewe Saumu? Wewe basi una kelele wewe. Wewe yaani wewe mpaka sauti yangu yaisha. Mzee mji huu yani kinoma noma kindubu lubani yani sana shega sana barida. Nianguke kama sare kama hivi. Mbele yao bana. Kuna kuongopea. Mgonzo mmoja tu apite hapa naanda naye. Kudadadeki. Ndio nile vitu vyangu mwanzo nichangamshe hichi kichwa maana kichwa kina mbulumbulu hicho. Ameniambia Ndio nini? amenasema hata bomu natupa. sasa itabidi hapa nikamtafute huyo. Manake sasa sielewi kabisa yani hapa. Usijali lakini mimi sasa kwenda kwa Anabaki sana huyu. Anabaki sana lakini acha. Kwa vile lazima nitamshika. Sikusudi wasikweli kushika kabisa. Lakini amefanya unyonge sana ya mali. Kubwa letu hilo. Mazao mtendo bwana una nini bana? Mimi ndani nakasirika sana kabisa. Yaani nimeudhika bana. Kwa nini sasa? Kwani ndugu yangu kuna nini? Bana nilikuwa harakati za kuzunguka huko bana, ni simu yangu kuna wakora wamenivamia wakanibia simu yangu wakachukua kitambulisho changu hata sielewi kabisa. Wakora? Uweza kuwa fahamu wewe. Kwani ni mkora huyu mtoto wako? Chana naye hapa. Tabia zake sizielele. Ila simu yako umepata? Sijapata na nakwambia mpaka kitambulisho changu kimechukuliwa hata sielewi niko na pesa za kwenda huko mjini pia sielewi nimeibiwa kila kitu yani hata sielewi hapa nilipo. Yaani kabisa sielewi kabisa. Huyu basi ndio kwa nunua shamba huyu. Sielewi kabisa. Huyu. Ndio. Alafu kepo moja kidogo nakuuliza wewe uliniambia utanieleza story ya yule mzee. Sasa nakwambia yupi? Mzee gani? Nakwambia ninakwambia unieleze. Sasa maana yake uliniambia utanielezea mpaka sasa sielewi umenielezea. Sasa mimi nitakuelezea nijue kiundani. Unieleze kiundani. Sasa vipi? Sawa tutongee. Vipi? Sajua kidogo. Sawa hakuna shida tutaongea kando. Ila mzee wangu, acha sasa nikwambie tu ukweli uliopo. Mzee Gamu. Ninafahamu mimi. Alafu kama mtoto hata una heshima hata umpishe hata mtu mkubwa kabisa bana. Sasa mambo gani? Wewe heshima kabisa. Hata kuja kwetu alafu mtoa. Wewe sasa ni heshima gani? Mwana nyumba kae. Heshima bana. Shika mbele yako hivi. Toka hapo. Wewe anaonekana ni maumba sana mtoto. Ana adabu. Yaani wewe kwendeni. Wacha ngoja alifanya hivyo. Ona tuachane na hebu nielezee. Mimi nitakakuja kiundani. Kwa sababu sielewi mzee.
Mimi nitakuelezea kiundani. Keti chini basi. Sawa sawa. Chapia mketi. Unajua kwetu tuna mvua. Keti vizuri. Unajua? Mwanzo kabla nikuelezee. Yaani natamani ningekuwa tumeishi hapa nyumbani kwetu kama mwezi mmoja katika ndugu yangu. Kangekuwa kama nywea. Ile sasa kuhusu mzee Gamu anayefahamika hapa. Tazama. Unamkumbuka yule mzee Katibi? Namkumbuka yule mzee. Yule mzee bana mtu mmoja muuaji sana, muhuni, tabia zake hazipendezi, na hata kwa sasa anaendeleza biashara zake, na kubwa zaidi ngoja ni biashara gani hizo anazoendeleza hapa kijijini kwenu? Huyu naye vipi? Situlie kuelezea, alishawahi mpaka mwanawe, ila tu jamani, kwenye yupo ana huruma kabisa. Kwenye yupo sasa hivi yupo mjini, tulisikia kisha mtu anaitwa vipi na wakama wajua wao Nyali sijui Nyali. Ndio huko mjini Nyali. Sasa huku hayupo tena, sijui utafanyaje. Sasa hapa itabidi, lakini hata usijali, kama hapa uko na simu, kuna namba ya mtoto wangu, nitampigia simu, nitamwambia nitumanie pesa, alafu hata kama ni kesho ama ni kesho kutwa tutatoka tuende huko mjini. Kisha ukishamalizana na huko, mimi nitakuja nitanunua hili shamba lako. Kama hivyo nilivyokuelezea, tuende zetu mjini. Mimi nimekuahidi hata nitakuchukua wewe pamoja na familia yako. Na mpenzi wangu nyote nitawachukua. Mungu. Hakuna shida tena, nitawachukua kwa sababu umenisaidia na mimi acha nikusaidie. Unajua binadamu ni lazima kusaidiana. Leo umenipata hapa songea sana basi, sidoka hiyo story ya mjini kafutia. Tuenda lini ndugu yangu? Tuenda lini? Nakwambia subiri, nitachukua namba ya mtoto wangu, nipigie simu nimwambie nitumanie hizo pesa. Akisha nitumania tuende zetu, hata kama ni kesho ama kesho kutwa, ama hata kama ni kesho asubuhi. Saumu. Hebu njoo. Mdogo wangu, kuna safari ya kwenda mjini. Tukale huko ile vidude vile vya. Jua. Uko mbinguni huko. Kibuza kidogo mjini. Beach kuogelea, si ndio? Sawa mzee wangu, sisi tunashukuru sana. Tutafurahia sana. Tulia, usijali mtoto, usijali. Utaenda leo utafurahia, utapata ndege kubwa sana. Kubwa. Basi nisikishe. Ni saa tumekusikia. Shukuru mzee wangu. Nani basi jitayarishe. Uoge at least upumzike. Tuone vile nimechoka, yani alafu mwenyewe kuna watoto tunatisha sana huko mtaani kwao. Sasa hata shukuru. Nashukuru sana. Hata sisi tukaangalia kilimo chetu na tutaongea zaidi. Hebu wewe kaniletea maji ndani. Nasikia kiu sana. Nini? Ingi fanya hivi. Nashukuru. Na imani umeka kila kitu. Mamoni. Marhaba. Nuru. Ndio msalimia leo. Kwa maana kumetoka jua. Jambo siwe. Mimi nashukuru. Nawaacha na kijiji chenu, mimi huyo. Nakuja kuoga Saumu, kwani leo nasafiri na Madam Grace. Hivi sasa. Safiri? Ndio, naenda mjini. Nuksi. Hivi kafanya nini wewe? Tafuta maisha. Katoto kasumbufu una wivu. Unaambia nato safiri. Yaani mwasafiri mwenda mjini? Mtoto ni mbea huyo. Na confirm, ngoja niite familia yangu basi. Ndio viatu mkono mimi na hivyo. Nienda kashike matope paka ikifika huko mjini. Niashike ni atoe ni yake mahali kama ukumbusho. Mke wangu. Kuja huku. Mwambie afanye haraka basi tena tunaona. Wewe Saumu, ngoja kuja. Saumu. Hola. Kalia wewe mtoto unitikia kama mabanga. Kalia. Nuru. Nasafiri naenda mjini. Mimi nasafiri naenda mjini na Madam Grace. Hivi sasa. Kumbe tutakutana huko. Tutakutana kwenye stage ya mabasi pale. Pale. Basi ni mmoja peke yake. Ukichelewa alikosa leo mpaka mtatengana. Usikudanganye ugeni. Tutapanda sote. Hapo tutabana naye.
Haya, nachukua bagi lako kama Wewe ngoja kajitayarishe, tutakutana mteja mabasi. Nanyi mmechukua bagi zima, kwani amrudi hapa? Kule ni kwenu. Ni kwenu. Ama tuende sisi pekee. Twende. Beba mpaka nyumba. Aturudi nini? Jamaa tuchele tuendelee. Na yule Saumu wewe yule Saumu nakwambia yule watakubasi. Sisi ndio tutaenda hapa huko basi kama huko. Kumona pia tatu vipi? Vile pa kwenda cheki. Wapi subaki na nyumba huko? Wewe mbona usibake twende huko? Ali, nimeambiwa kwamba kuna pesa zimetumwa ili jengo linafaa likamilike by next week, ndio ili tufanye kuendeleza biashara yetu vizuri. Sasa nataka prepare arrange watu wote tuhakikishe kwa ili jengo by next week linamalizika kwa haraka. Tunataka tuendelee na kazi yetu. Nataka upeleke mzigo fulani hapa, kwa hivyo uzienda hapo juu kama zina kazi zako, alafu ukakuja kuna mzigo hapa nataka nikupatie upeleke. It's okay madam, but now I'm coming. Okay. Hello? Niambie. Mzigo ndo ulikuwa na tegea hapa, niko hapa juu hapa ya pili hapa. Nishaeleza maagizo kabisa, nimefuatilia, nimeketi tu hapa sijaona. Bado sijapata mzigo, niko hapa ndo nasubiri. Mambo ndio hapa juu na secretary. Haina neno. Sasa kuna wakati mwema. It's okay madam. Tayari? Shamalizana nao kwa juu. Okay, chukua mzigo. Alafu ukifika make sure unanipigia unijulishe kwamba mzigo unaonyesha. Ndio shaka kwa hivyo tutakuwa makini. Sawa, kuwa makini na huo mzigo. Kazi njema. Sawa. Sawa. Sawa.